Na Jumapili iliyopita tulizungumza kuhusu maombi ya watu ambao wanatembea mbele za Bwana. Unakumbuka tulizungumza wale watu ambao walikuwa wanateta. Wanasema Mungu, hutufanyii haki kwa sababu tunatembea katika uwepo wako, lakini tunaona wale ambao ni wenye dhambi ndio wanafanyiwa mambo mazuri. Naye Mungu akasema, they shall be my people on the day that I act. And one more time, people will know the difference between the people who serve the Lord and the people who do not. There are times we stand before God and claim the difference. Mwambie Bwana, katika familia yetu, mimi peke yangu ndiye ninasimama mbele yako kwa utakatifu na kwa unyonge na kunyenyekea. Lakini angalia, hawa wengine wote wako na manyumba mazuri. Mimi peke yangu simamisha hiyo haki. Umesema utafanya tofauti. Sasa nami nifanyie tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna maombi ya kuitisha tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Na siku ya leo tunatamatisha kwa kuangalia maombi ambayo, Bwana Yesu asifiwe sana, inaweka ufalme wa Mungu mbele. Prayers that put the kingdom of God first. Katika kitabu cha James, in the book of James, Yakobo 4 aya ya 2 hadi ya 4. Hivi ndivyo Biblia inasema, mwatamani wala hamna kitu, mwaua na kuona wivu wala hamwezi kupata. Kwa hivyo kuna watu ambao wanatamani lakini hawana kitu. Kwa hivyo wanaua na kuona wivu wala hawawezi kupata. Mwafanya kupigana vita na kupigana, mwafanya vita na kupigana wala hamna kitu, kwa kuwa hamuombi. Kuna watu hawana, sio kwa sababu mbingu haina vitu vyao, ni kwa sababu hawajawahi kuomba. Mungu ako na nguvu na uwezo na mamlaka, lakini hata kupatia kitu ambacho haujaomba. Kuna watu ile kitu tu wako nayo ni wivu. Hata wanazungumza kuhusu wale ambao wanabarikiwa, wanawasema mambo mengi, wanasema sijui walifanya nini, ni wivu tu. Lakini kitu moja hawajawahi fanya, hawajawahi kuomba. Kwa hivyo kama una kitu ambacho roho yako inataka, dawa ya kupata hiyo kitu ni kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakati unaomba, na nimesema hivyo katika madhabahu haya, omba vitu kubwa. Omba kwa njia ambayo Mungu akikujibu watu wote watajua Mungu amefanya. Lakini sasa kuna wengine katika aya ya 3, hata mwaomba wala hampati. Na nadhani katika makanisa ya Kikristo hawa ndio watu wengi. Wanaomba lakini hawapati. Na sio kusema maombi haijasikizwa. Kuna wale ambao hawapati kwa sababu wanaomba vibaya. Kuna wengine wakuambiwa wagojee ili wapewe mingi kuliko ile wameitisha. Unajua kuna watu wanaomba vitu dogo mpaka Mungu anaona pana, hii ni kidogo sana. Anasema hiyo sikupi, anashikilia. Mfano ni Hana. Alikuwa anaitisha watoto wangapi? Alikuwa anaitisha mtoto mmoja. Anasema nipe mwana. Naye Mungu anataka kumpatia nini? Kumpatia wana. Kwa hivyo anamchelewesha mpaka maombi ifanye nini? Ibadilike. Kuna watu wengine ambao
Mungu hajawapatia kwa sababu wao wenyewe hawajautika vizuri kumiliki hiyo miliki. Kwa hivyo Mungu sio kama mzazi. Wanasema mtoto akililia wembe, Mungu hatakupatia wembe, kwa sababu anaelewa wembe utafanya nini? Utakukata. Kwa hivyo anafanya nini? Anagojea ukomae uweze kuhado wembe. Kwa hivyo wapendwa ambao hawajakomaa vizuri na wanaitisha wembe, tafadhali gojeni. Imarikeni katika imani, kueni katika mazingira yote, na Mungu atawapatia kile ambacho wanataka. Lakini kuna watu ambao wanaomba vibaya. Na siku ya leo tunataka kuhakikisha maombi yetu haitakosa kujibiwa kwa sababu twaomba vibaya. Na Biblia inasema ili mvitumie kwa tamaa yenu. Wakati utaomba kitu mbele cha Mungu na kiwe ni cha kufaidi tamaa yako. Whenever you pray for me, myself and I, then that prayer is a wrong prayer. It is a prayer gone wrong, and God will not answer that prayer. Kwa hivyo ukiangalia katika Biblia tuna mifano ya watu waliomba vibaya na Mungu akakataa kuwatimizia. Mmoja ni wana wa Israeli. Mungu amewapatia chakula cha malaika kinaitwa mana. Biblia inasema hiyo ni chakula cha malaika, ikateremshwa binadamu wa kula chakula cha malaika. Lakini baada ya kula hiki chakula kwa muda wakaanza kuteta. Wakaanza kuteta wakiitisha nini? Nyama. Na ni vizuri ukisoma kwa Biblia inasema there was a mixed multitude amongst them who craved meat, and they cried out to God. And the children of Israel also cried out to God, and they said, we remember. Tunakumbuka zile nyama tulikuwa tunakula wapi? Misri. Hata wakaongeza kulikuwa na pudding. No, it is in the Bible. Si walisema pia marenge, watermelon si ni pudding. Sema sisi tunakumbuka jinsi tulikula minovu ya ng'ombe, ya nyama, na tukateremsha na pudding. Na hapa sasa ni hii maana peke yake. Si hiyo ni kuitisha nyama? Si hiyo ni maombi? Na kwa sababu Mungu hujibu maombi, alijibu au hakujibu? Alijibu. Lakini Biblia inasema ikiwa igali katika meno yao, hasira ya Mungu ikafanya nini? Ikainuka, na wakaanza kumalizwa from the edges. When you pray purely to satisfy your craving, God will not answer. And sometimes if he answers, it will not do you any good. Lakini kuna maombi ambayo unaweza kuiomba vizuri. Uiombe kulingana na taratibu za kiungu, na hayo maombi Mungu atayajibu. Katika kitabu cha Luka 11 aya ya 2. Biblia inasema hivi, akawaambia, msalipo semeni, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litakazwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Kwa hivyo wakati unaomba,
kuna jambo unastahili kuangalia. Ujue mapenzi ya Mungu kuhusu hiyo jambo ambalo unataka kulifanya. Wakati mapenzi ya mbingu na mapenzi yako italingana kwa maombi, mbingu itajibu. Kwa mfano, kijana amepata mchumba ambaye hamjui Mungu na amempenda kupindukia. Anasema hakuli na hakunywi, hata kulala halali. Na anasema mimi tukioana mara moja, vile nitafanya ni kumhubiria mpaka, unajua akiwa bali ni gumu, lakini akikuja kwa nyumba mimi najua nitamwekelea mkono mpaka afanye nini? Sasa anaomba Mungu abariki hiyo. Nayo Biblia inasema nini? Mbingu inasema nini? Do not be unequally yoked. So you are praying, but you are praying amiss. So before you pray, get to know the will of God concerning your prayer item. Once you know what God wants concerning that issue, align your prayer with the will of heaven. Thy will be done on earth as it is in. And the will of God in heaven is that we may bring forth holy children. And the holy children will come from wale tulikuwa kule. Nilisikia vile mulisema. Bwana Yesu asifiwe sana. Brother Waina, you are there. Kwa hivyo hakikisha ya kwamba wakati utakapokuwa unaomba, unaleta mapenzi ya mbinguni na mapenzi yako ziwe pamoja. Hana alikaa miaka baada ya miaka. Hoja yake ilikuwa mtoto kijana ili iwe jibu kwa Penina. Sema Mungu, unasikia madharau ile na nikiita watoto wa Penina ni watume. Ile maneno hata wewe zaa wako ufanye nini? Nipatia mtoto agarao hata mimi niwe na mmoja wa kutuma. Hiyo ndio mapenzi ya Mungu? Mapenzi ya Mungu wakati huo Israeli haikuwa na mfalme. Kwa hivyo Mungu alifanya kudiree maombi haya mpaka mbingu ilitaka kuhani, Hana alitaka mtoto. Lakini wakati moja hoja ya mbingu na hoja ya Hana zikashikana. Mungu, nipatie huyu mtoto, na utakapo nipatia nami nitafanya nini? Nitampeana kwa Mungu. Hoja ya mbinguni, hoja ya Hana zikashikana. Naye kuhani alikuwa mahali hapo amejiandaa, akasema hivyo umeomba, enda na ufanyiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale watu wanaitisha pesa, najua hapa hatuwezi kosa watu ambao wameomba Mungu awapatie pesa. Nataka kuwauliza, hoja ya mbingu na hoja zako zinashikana? No, tafakari maombi yako. Siku ile Mungu atakupatia kazi, unasemaga nini kuhusu ufalme? Si ni kuhusu wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. You know, confession is good for the heart. Ni mambo siku ile Mungu utanipatia pesa na mimi nikuwe nayo, hivi ndivyo nitafanya, mpaka ujue mapenzi ya mbingu kuhusu hizo pesa. Biblia inasema katika Zaburi 4 aya kwanza mpaka ya 3. 41. Zaburi 41 verse 1 to 3. 41. Heri amkumbukaye mnyonge
Bwana atamuokoa siku za taabu. Bwana atamlinda na kumhifadhi hai, naye atafanikiwa katika nchi. Wala usimtie katika hali wamtakiayo adui zake. Verse 3, Bwana amtegemeze alipo mgonjwa kitandani, katika ugonjwa wake umemtadikia. Kwa hivyo mapenzi ya Mungu ni ya kwamba wanyonge wapate faraja, na faraja ya wanyonge inaweza kutumika kupitia kwa fedha. Kwa hivyo kama unapenda mapenzi ya mbinguni itendeke, anza kutengeneza moyo wako kujali mambo ya wanyonge, kwa sababu katika kuitisha pesa ya wanyonge, mapenzi yako na mapenzi ya mbingu imefanya nini? Imeshikamana. Na nataka sasa niwaonyeshe mifano ya watu wanne ama watatu peke yao, na Bwana atatusaidia. Mfano wa kwanza ni maombi ambayo inamletea Mungu utukufu, na nataka tuangalie maombi ya Elia. 1 Kings chapter 18 verse 37. Maombi ambayo inaletea Mungu utukufu. Biblia inasema hivi, huyu ni Elia anaomba. Na mnajua hadithi hii ya Elia wakati kulikuwa na kiangazi, kukakosa mvua Israeli. Na wakakusanyika mahali manabii wa Baali na manabii wa Mungu. Tusikie maombi ya Elia. Unisikie, Bwana, unisikie, ili watu hawa wajue ya kuwa wewe Bwana ndiwe Mungu. Wakati utajibu haya maombi, hii ndiyo tarajio yangu, ya kwamba watu watajua ya kwamba wewe ndiwe Mungu. Mara nyingi sisi makuhani, wakati tunataka watu waaguke, mpaka tunasukuma kidogo, Mungu atusamehe, tunataka watu waseme nini? Hey, unajua Pastor Isaac akona nguvu ya kiungu, akikukaribia unafanya nini? Utukufu ni wa nani? Elia anasema, Mungu unisikie, ili watu hawa wajue ya kwamba wewe Bwana ndiwe Mungu, na ya kuwa wewe umewageuza moyo wakurudie. Hasungumzi mambo mengi kujihusu yeye mwenyewe. Kwa hivyo wapendwa, nataka kuwaonyesha njia ya kuomba. Wakati utakapokuwa unaomba, hakikisha ya kwamba majibu ya maombi yako iko na sehemu ya kupea Mungu utukufu. Mungu atakapojua ya kwamba utampatia utukufu wake, hana budi kujibu haya maombi. Tukimbie twende maombi ingine, na nataka tuzungumze kuhusu maombi ya mfalme Suleimani. Maombi ambayo majibu yake inakuwa faida, sio kwako lakini kwa watu wengine. Maombi ya Elia inapea Mungu utukufu. Maombi ya Suleimani ni maombi ambayo ikijibiwa, sio yeye atanufaika, ni wengine ambao Mungu anahusika nao watakapo faidika. Tusome 1 Kings chapter 3 from verse 9. Wale wanajua, wamesoma
mambo haya Suleimani, Mungu amemtokea katika ndoto na amemwambia, kwa sababu ya kazi ambayo umenifanyia, hekalu langu umelipamba na umelijenga vizuri na maridadi, hata hukuanza na kujenga nyumba yako. Niulize chochote utakapotaka, nami nitafanya nini? Nitakupatia. Tusikie. Hebu imagine Mungu akikuja kwako kwa ndoto akuulize maneno kama hayo. Wewe peke yako bila kusema na mtu, tafakari vile utasema. Father, in Jesus name, ni mzuri umekuja kwa sababu nimekuwa na hoja nyingi. Kwa mfano, Bwana, kama ungeanza tu na hii plot hii, Bwana Yesu asifiwe. Lakini sikia ombi la Suleimani, ili na nawafundisha hivi, ili siku ya leo mnapoenda kuomba, mupange maombi yenu sawa sawa na vile huyu aliomba akapata majibu. Kwa hiyo nipe mimi mtumwa wako moyo wa adili, ni wahukumu watu wako na kupambanua mema na mabaya. Maana ni nani awezaye kuwahukumu watu wako walio wengi? Tuweke kwa Kiingereza. This is what the Bible says. Therefore, give to your servant an understanding heart to judge your people, that I may discern between good and evil. For who is able to judge these great people? Angalia huyu mtumishi wa Mungu. Mungu amempatia nafasi aitishe chochote atakacho. Na wakati Mungu anamuuliza hivyo, ni kwa sababu amemwambia amefanya kitu mzuri. You know, the temptation to focus on yourself when you are commended is very high. Lakini not this man. He said, God, you have made me king over Israel. What I want to do is to judge them in fairness, that I may establish justice amongst your people. So give me a heart of understanding, that I may be able to discern between good and evil. I wish our leaders would have this kind of a heart. But I have also known a people get the leadership they deserve. Amen. We get the leaders we deserve. Maybe I no longer need to pray for the leaders. We need to pray for Kenyans. Kuna mtu ameona kitu kama hiyo? Kwa ubali, umeona wa Kenya ndio wako na shida, sio viongozi. So, let us see what God did. Verse 10. The speech or the prayer pleased the Lord, that Solomon had asked this thing. Tupeleke kwa Kiswahili. Mungu akamwambia. Na nataka uangalie kama zile vitu Mungu alikuwa anatarajia aitisha na hakuitisha zinafanana na zile wewe huwa unaitisha. Kwa kuwa umeomba neno hili, wala hukujitakia maisha ya siku nyingi. Kama ni wewe ukianza na hiyo, Lord, the years of the promise is how many? What are the years of the promise? 70. 120. When God received the good sacrifice from, and it was Noah, he said, the years of a man will be 120.
Hiyo ingine ni ya Daudi. And as he speaketh, so he is. He said, the years of a man are 70. And if by reason of strength he is stronger, he lives up to. Mungu akasema umeiweka 70. Haya basi, akamungojea. At 70, he went to rest with his forefathers. So, ninaonaga mimi hiyo, kwa hiyo sehemu hatuko na Daudi. Mimi tuko na Nuhu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa upande ya miaka tuko na Nuhu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hukujitakia maisha ya siku nyingi, wala hukutaka utajiri kwa nafsi. So, what is the Bible telling us? Prayers that God will not answer. Wewe hukujiitishia maisha marefu, hukujiitishia utajiri kwa nafsi yako, wala hukutaka roho za adui wako. Na kuna Wakristo wakiwa na hasira na mtu wanaomba maombi mazito. Bwana Yesu asifiwe. Naomba ya kwamba watu wa Kenya saa hii hawaombi maombi mazito kwa sababu ya serikali. Hukuwatakia roho za adui zako, bali umejitakia akili na kujua kuhukumu. Uliitisha akili. Leo kila mtu akienda kuomba tuitishe nini? Come on, tuitishe nini? Akili. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaenda mbele za Bwana unasema, Baba, katika jina la Yesu Kristo ninaomba unipatie nini? Akili. Nipatie akili ya kujua jinsi ya kufanya hii biashara. Nisaidie, nipatie akili ya kujua mapenzi yako katika kanisa la Overcomers. Nipatie akili. Hakuna kuombea mzee agogwe na kirori. Baba, katika jina la Yesu nipatie akili ya kukaa na mzee hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama kama mzee amekuwa msito kama uji ile, huyu mzee ni msito kama hakorogeki. Badala ya kuomba maombi mazito, abia Bwana nipatie Biblia haisemi hekima. Imesema unipatie nini? Akili ya kujua. Kwa hivyo hata watoto wakiwa wasito, wazazi tuombe nini? Watoto walioko hapa, wazazi wakiwa haeleweki, uombe upewe nini? Tukipewa akili, wazee tutaishi na wamama kwa furaha katika jina. Nao wamama wakipewa akili, siku za wazee za furaha zitakuwa zimefanya nini? Ukiona hakuendi msuri, sijasema kitu. I withdraw. I withdraw in Jesus. Bwana Yesu, maana ni nini? So, katika jina la Yesu, sote tupewe nini? Kila mtu apewe nini? Pokeeni rehema na neema ya akili katika jina la Yesu. Kutoka hapa, hata watu wapewe akili ya kukaa na mchungaji. Amen. Na mchungaji apewe akili ya kukaa na washirika. Verse 13. This surprised me. Verse 13. Basi tazama, nimefanya kama ulivyosema. Nimekupa moyo wa hekima na moyo wa... Si unaona? Akili, Mungu ako na haja sana na akili. Hii kitu ndio niligundua usiku nilipokuwa naomba. Mungu anataka watu wako na... Hata kabla yako hapata kuwa na mtu kama wewe, wala baada yako hapata inuka mtu kama wewe. Na mambo yale usiyoyaomba, hata hayo. Amen. Tuombe tupewe akili
na Mungu atuongezee pesa katika jina. Tuombe Mungu atupatie akili, halafu pia tupewe doa mzuri. Pokeeni akili. Na muombe nini? Hata zile hamukuomba. Hata hapata kuwa na mtu katika wafalme kama wewe siku zote za maisha yako. Twende namba 3. Twende namba 3. Na ya mwisho. Maombi ya Yesu. Natamatisha na maombi ya Yesu. Kwa sababu hata yeye aliomba. Yohana 11 aya ya 41. Basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Nami nalijua ya kuwa wewe wanisikiza siku zote, lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria nalisema haya, ili wapate kusadiki kwamba wewe ndiwe uliyenituma. Huyu ni Yesu. Ameenda kwa kina Lazaro. Amekuta kumejaa kilio, kumejaa huzuni. Lazaro amekufa na amezikwa. Hata Mariamu karibu akatae kutoka kumsalimia, kwa sababu alimwambia, kama ungalikuwa hapa ndugu yangu hangekufa. Na walipofika kwenye kaburi, Yesu akaanza kuomba, na maombi yake kuna jinsi inatufundisha. Akasema, Baba, najua huwa unanisikiza, na hata leo ninajua utanisikiza, lakini ili mkutano huu upate kusadiki. So the key to this prayer is not my glory. It is that men may know God sent me. Nitendee hili jambo sio kwa sababu yangu, ili wao wasadiki wewe ndiye Mungu, wewe ndiye ulionituma. When you pray, what is your motive of your prayer? Na tuendelee verse 43. Naye akisha kusema hayo, akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku nje. Akatoka nje yule aliyekufa, amefungwa sanda miguuni na mikononi, na uso wake umefungwa leso. I want to say this, brethren. When your prayer changes from looking at your need, from being focused on your person, things that relate to you, and you change heavenward so that your prayers now are about the kingdom, heaven has no choice but to answer your prayer. And I want to ask the brethren, when we focus and we look at our prayer life, look at the most prayers that we pray and the times we appear before God, mara nyingi ni wakati mgongo wetu umesukumwa hadi kwa ukuta, na tunatafuta njia ya kuponyoka sisi wenyewe. And many times God does not answer those prayers. We have learned today from the scripture that there is a prayer God has to answer. When it is about the kingdom, when it is about the people he's careful about, when it is about things that are dear to his heart, heaven will answer. When you want to give God the glory, Jesus is saying, Father, that they may know I did not send myself,
but you sent me. Answer this prayer. Once you answer it, they will know and they will believe. Na leo ninahubiri kwa sababu maombi haya ilijibiwa, na ninawaambia ya kwamba Mungu anajibu maombi kwa sababu alijibu maombi haya. Nataka kuwauliza wapendwa, when you make a prayer, where is the kingdom in the business of your prayer? Do you ever, even when you spend the whole night here praying and calling upon the name of the Lord like we do in Akesha, do we really talk about the kingdom? Has our eyes been opened? Macho yetu imefunguka kuanza kuona na macho ya Mungu, ili tuitishe vitu ambavyo vitaletea Mungu utukufu. Kwa sababu tutakapofanya hivyo, Biblia inatuambia, alimwambia Suleiman, kwa sababu umeomba jinsi ninataka, my will be done on earth as it is in heaven. What you have asked for to give me glory, I will give you. But on top of that, what you have not prayed for, I will also give to you. Friends and brethren, it would look like God is not interested in us praying for our need. God is interested in us understanding the need of the kingdom of God and praying for it. Once we do that, the things we want, He will minister them to us.